Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako ninakupenda sana. Mwambie kwa Kitaita na kukunde sana. Mwambie kwa Kikamba ni kwendete muno. Tuendelee ama tusiendelee? Wacha tuachie hapo. Wale wengine wamewakilishwa. Niseme nachukua nafasi hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu imempendeza tukaweze kuwa pamoja. Pili, nishukuru wachungaji wenzangu, kuna archdeacon wetu, area dean, wachungaji wale ambao tunafanya nao pamoja, na wachungaji wa madhehebu mbalimbali, familia hii ambao wameachwa na mama wetu mpendwa, na wale ambao tunaomba na wao, na ni jamii kubwa sana, na pia viongozi ambao wengine niliwaona hapa, gavana wetu, niliona women rep, mbunge wa Mwatate, mbunge wa Taveta, na viongozi mbalimbali waliokuwa hapa, na niseme Kiingereza all protocol observed, na Wakristo wenzangu, hamjambo tena. Basi nachukua nafasi hii. Naitwa Reverend Luke Mwandiga, ninahudumu ACK Kaloleni pamoja na mchungaji rafiki yangu Akida, na hapo kuna wale ambao ni wa familia ambao tunaomba nao. Niseme poleni sana. Mungu aendelee kuwafariji, Mungu aendelee kuwatia moyo, Mungu aendelee kuwasimamisha wakati mgumu kama huu. Jambo moja nilipoangalia kwa hii theology, kuna mambo ya Mama Christine, kwa sababu ya muda kwenda, nimeyaona. Jambo la kwanza, mama huyu alibarikiwa na watoto 13, na nikasema hizi ni baraka nyingi sana. Lakini jamaa mwingine akasimama hapa akasema yeye walibarikiwa 19. Mlisikia hivyo? Sasa nikaona record tena inavunjwa. Lakini mama huyu ukiangalia pale chini kwa masomo yake, alikuwa a great 100 meter sprinter. Uliona kitu kama hiyo? Hiyo rekodi haijavunjwa na mtu. Alafu nikaona kwamba alimkubali Yesu. Tukafanya yote na tukasema na Yesu si Bwana, basi kunakuwa na changamoto. Alafu pale chini, the Christian foundation to her family was so much tremendous that it can be emulated by many. But pale katika tribute, one virtue ambayo kila mmoja ameitaja ni upendo. Na niposa tukasema ambia mwenzako ninakupenda. Watoto wake pale wanasema your love is the first home we ever knew. Wajukuu wanasema our beloved granny. Familia wakimalizia pale chini wanasema in love. Alafu marafiki pale wanarudi katikati wanasema your friendship was a gift. Then the great grandchildren pale katikati wanasema unconditional love shaped us all. Kwa hivyo huyu mama alikuwa ni wa upendo, tunamuenzi, tunamfurahia. Mkariga Mwachia Christine. Mama huyo, mama huyo, mama huyo, nampenda sana mama huyo, mama huyo, mama huyo, mama tunampenda. Tumpatie makofi, shangwe na vigelegele. Tunapoangalia maisha ya huyu mama, tukasomewa somo letu vizuri sana na mchungaji mwenzetu, ambalo sote tunalifahamu na tunalijua.
kwamba kuna tajiri na kuna maskini. Wale ambao walikuja kuchelewa Injili kama alivyoandika Luka sura ya 16 kuanzia aya ya 19 mpaka aya ya 31. Sitarejelea hayo maneno kusoma tena, lakini nataka nifanye overview ya hayo maisha yaliyoko hapo. Jambo la kwanza, hii dunia kuna tajiri na kuna maskini. Uliza mwenzako, wewe ni gani? Na hapa tukikaa pia huenda kuna tajiri na pia kuna nini? Maskini. Huwezi ukatoa hayo mambo hii duniani. Hata watu wakisema we are trying to alleviate poverty. At one time Yesu akawa anapanguswa na mwanamke mrembo, miguu yake na mafuta ya gharama sana. Alafu wanafunzi wake wakasema, mbona haya mafuta yanafanywa kuharibiwa na inakuwa ni hasara? Mbona yasiende kusaidia maskini? Alafu Biblia inasema Yesu akawaambia, maskini mtakaa nao tu. So hii dunia kunao maskini na kunao matajiri. Na Biblia hapa inaanza na kutaja tajiri mmoja. Biblia inasema huyu tajiri alikuwa anavaa zambarau, nguo nzuri, alikuwa na kitani safi, alikuwa anakula siku zote kwa anasa za dunia. Huyu tajiri hakuwa anategemea mtu yoyote. Tajiri huyu alikuwa ametosheka, alistarehe, huku alikuwa sawa sawa, na anaweza kuimba huu wimbo ambao tunaupenda kuimba sana. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo. Sasa huyu mdosi kwake mambo yalikuwa sawa sawa na mambo ya hapa duniani. Alafu kukawa na bwana alikuwa anaitwa Lazaro. Kinachonishangaza na hii Biblia, hatujapatiwa jina la huyu tajiri. Lazaro naye alikuwa namna gani? Kwanza alikuwa anawekwa mlangoni kwa yule tajiri. Huyu Lazaro alikuwa na vidonda vingi. Alitamani kushibishwa kwa makombo yaliyokuwa yanaanguka kwa huyu tajiri. Huyu Lazaro alikuwa analambwa vidonda vyake na mbwa. Huyu Lazaro alitegemea wengine. Nataka uangalie tofauti ya tajiri na Lazaro. Tajiri hakutegemea mtu yoyote, lakini huyu bwana Lazaro alitegemea, na mbwa walimrambaramba. Hakuwa na marafiki, alikuwa na shida na matatizo mengi. Huyu bwana, vile Biblia inasema, maisha yake hivyo ndio yalivyokuwa, na aliacha hii dunia. Uliza mwenzako, tunaendelea vizuri ama namna gani? Bwana asifiwe. Lakini baada ya muda hawa watu walikufa. What is common between a rich person and a poor person, at one time they will all die. Ambia mwenzako, watu watakufa. Mwambie kwa sauti, ukiona upande huu sikii, enda kwa ule upande huu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie watu wanakufa. Kwa hivyo tajiri anafanya namna gani? Anakufa. Maskini anafanya namna gani? Anakufa. Hiyo haina shortcut. Leo mama yetu Christine amelala. Hatujui kesho ni nani ambaye atalala. Mimi naweza nikalala.
wakati kifo kimekuja huwa hakijali kama ni mama, ni mzee, ni mchungaji, ni tajiri, ni maskini. Kinapogonga hodi, kinagonga hodi. Alafu Biblia inasema baada ya Hawa kufa wakajipata ulimwengu mwingine. Ambia mwenzako ulimwengu mwingine. Mnaniangalia sana, angalia mwenzako mwambie ulimwengu mwingine. Wacha niende kwa jamii, ambia mwenzako ulimwengu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wa Kristo tunaamini kuna maisha baada ya kufa. Haleluya. Tunaamini dada yetu Kristi na ametutangulia, tutapatana naye tena. Kuna maisha baada ya kuacha hii dunia. Kuna maisha tunapolala. Alafu Biblia inasema walipokufa wote walijipata sasa ulimwengu mwingine. Nataka niangalie huyu jamaa wa kwanza aliyekufa alijipata wapi? Lazaro aliweza kuchukuliwa na malaika kifuani cha Ibrahimu. Walimjali. Alipokuwa duniani hakuna mtu yoyote alikuwa anamjali, lakini alipoacha hii dunia akapata malaika, akapata Ibrahimu ambaye sasa alimjali, alihusika naye, hakuwa na upweke tena. Lakini rafiki yetu ambaye alikuwa tajiri, Biblia inasema kwanza alizikwa na akajipata kuzimu. Na alipokuwa pale kuzimu akainua macho yake akiwa kwa mateso. Ambia mwenzako tunapokufa bado tutaona tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako tutaona tena. Sasa aliinua nini? Macho, lakini alikuwa kwa mateso. Kuna watu wanaamini tunapoacha hii dunia sasa mambo yameisha. Kuna wale wanaamini tukikunywa dawa kwa sababu ya shida na matatizo basi tunaenda kwa raha. Wale wanaamini wakijinyonga maisha yameisha. Huo sio mwisho wa dunia, bali tutaishi tena. Huyu jamaa akafungua macho yake ulimwengu mwingine, ameachana na mambo ya hapa duniani. Baada ya kuinua macho akamuona Ibrahimu na akamuona Lazaro. Alafu Biblia inasema alilia sana. Yule mtu aliyekuwa na mateso saa hii ndiye anamwangalia aone kama ataweza kumsaidia, na akamwambia nihurumie, nitumie Lazaro achovye kidole au burudishe ulimi wangu. Mateso yamekuwa mengi, nimesumbuka. Lakini Lazaro yeye alikuwa hana shida tena, hana matatizo. Yeye alikuwa anaburudika, ana raha. Mambo ya dunia, shida na matatizo hayako tena. Mazungumzo yakaanza pale, eti baada ya kulala na kuacha hii dunia watu wataonana tena. Na si kuonana tena, bado kuna kilio kutokana na yale mtu alikuwa anayatenda hapa duniani. Na si kilio peke yake, bado kuna mazungumzo. Watu watakuwa wanajadiliana na kuzungumza. Tajiri akasema ninateswa na moto huu. This one is too much. Nilifikiri vile duniani kulikuwa hata hapa kuko namna hiyo. Akaambiwa hapana. Ibrahimu akamwambia, mwanangu, kumbuka ulipokuwa duniani ulikuwa unapata mema. Kumbe there will be memory to remember the things that were happening in this world. Kuna kuona, kuna kulia, kuna kukumbuka, kuna mateso, na pia kuna raha kulingana na yale ambayo ulikuwa umefanya hapa duniani. Alafu Lazaro akaambiwa yeye alikuwa anapata mabaya, sasa anapata mazuri. Sasa anafarijiwa, haumizwi tena. Alafu huyu tajiri ni kama alikuwa kichwa ngumu sana. Yaani mtu ako kwa moto na anaendelea na mazungumzo. Hata ajali kuteseka kule kuko pale. Anaendelea na discussion. Na anarudi anasema, sasa inaonekana hapa mimi nitateseka. Hapa iko shida na matatizo. Na kwa sababu kuna memory,
wale wako pande ile hawezi wakafikia wale wa upande huo. Jamaa anafanya maombi hapo. Enda uangalie Biblia inasema namna gani. Naomba. Huyu jamaa, he was very courageous and very strong. Naomba tuma mtu nyumbani kwetu, na sana sana kwa baba yangu. Niko na ndugu 5 na uwashuhudie, maana mimi sitaki waje hapa kwa mateso. Patie huyo jamaa kakofika moja tu. Moja. Yaani hata akiwa kwa shida na mateso, anarudi anakumbuka ndugu zake, na anasema enda ukatume mtu kutoka kwa wafu, nione ya kwamba wa ndugu zako wasikuje hapa. Ibrahimu anamwambia wanao Musa, wanao manabii wawasikize hao. Mtu akitoka kwa wafu, imagine huyu jamaa anaendelea kuzungumza tu, wataweza kutubu. That was his final word. Ameambiwa kunao manabii, kunao wachungaji, eneni mkawasikize hawa. Jamaa anarudi anasema ngoja, mimi nataka mtu ambaye ametoka kwa wafu aende, ndio hawa jamaa wanaweza kushtuka na kubabaika. Mwisho anaambiwa wasiposikia hao, hata mtu akitoka kwa wafu hata wasikia. Haleluya! Munaona ile hema pale? Iko wachungaji, iko manabii. Usipowasikia hawa, hata kadumilwa mndufuye nde kusikirana. Kama woni kiriba ngongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao tumepatiwa kwa ajili ya kueneza neno la Mwenyezi Mungu. Nikiangalia hayo maandiko, pointi yangu ya kwanza ni kwamba kunayo maisha hapa duniani na kunayo maisha baada ya kuacha hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yetu Christine Mukariga Mwashia anatukumbusha ya kwamba vile tulipo hapa, haya maisha si mwisho. Yale unayoyafanya, yale unayoyawaza, yale unayoyazungumza, yale unayoyatenda, siku moja utapeana kumbukumbu, utapeana historia. Maana kuishi hapa duniani si mwisho, lakini kuna maisha tutaishi tena. Ambia mwenzako Yesu anarudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Leko bandu babeishi lage vimanya vikaishi ahando yenyi, basi there is no accountability. Yagashe maisha Mulungu ukinekie ahando yenyi. Utapeana hesabu uliishi namna gani. Uliishi vile mama yetu aliishi miaka 91. Tunafurahia na tunasherekea maisha yake. Je, we ndugu yangu, je, we dada yangu, tutasherekea nini? Na baada ya hayo, tukiwa ulimwengu mwingine, je, kuna yale tutafurahia na tuseme loli mdo abandu okoge upoye, loli ushamka okoge upoye, loli ushamdavana okoge upoye. Kunayo maisha hapa duniani na kunayo maisha baada ya hapa dunia. Pigia Yesu makofi. Jambo langu la pili ni lazima wapendwa tuwajibike. Unapokuwa hapa duniani, you have to take responsibility as you are in this world. Mungu ametupatia wote nafasi mbalimbali. Wengine wetu tumepatiwa miili yetu ambayo Mungu ametubariki na labda hatuko wagonjwa. Baada ya kupatiwa miili yetu, tumepatiwa familia, tumepatiwa kanisa, tumepatiwa mahali tunafanya kazi. Wengine wenu hapa ni viongozi wa kisiasa, wengine pale ni wachungaji, wengine mko na kazi ambako mnafanya, wengine ni wachungaji na maaskofu. Are we able to account mahali Mwenyezi Mungu ametupatia? Ama sisi hatuwezi tukawajibika?
tutasema siku moja tutakufa, potelea mbali. Umepatiwa nafasi, Mungu amekuweka pale. Je, hiyo nafasi ambayo umeipata unaweza kuwa accountable na uliseme nilifanya lile ninaweza, na mbele ya Mwenyezi Mungu ameweza kunisaidia? Nimeona viongozi wa siasa hapa, wengine wanaomba kura, wanataka wapatiwe nafasi. Wengine wako, wengine walikuwa, na tutaambiwa manifesto zao. By the end of the day, are you able to be accountable as a politician? Are you able to be accountable as a clergy? Are you be able to be accountable as a member of church or in your business that you are doing? Ama kuwa accountable pale ambako umewekwa kazini. Hao watu walitoa mahesabu, muliishi namna gani pale duniani? Muliishi vema ama hamkuishi vema? Jambo ninalotaka kuachia jamii na sisi sote, maana mama yetu ameenda. Kunayo maisha hapa duniani na kuna maisha baada ya kuacha hii dunia. Jambo la pili, ni lazima tuwajibike katika kila jambo ambalo tunafanya hapa duniani. Na la tatu, tenda mema. Ambia mwenzako tenda mema. Mwambie kwa sauti tu, tenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni wewe mwenyewe ujiulize. Waswahili wanasema tenda wema, fanya namna gani? Enda zako. Sasa ni wewe ujiulize, unatenda mema pale uko kazini kwako? Unatenda mema pale kanisani? Ile biashara, ile nafasi Mwenyezi Mungu amekupatia, unatenda mema ama unatenda mabaya? Ninapenda wimbo wa rafiki yangu Abednego Mwanjana, macho ya Bwana ni makali sana. Ambia mwenzako macho ya Bwana ni makali sana. Hebu tuimbe kidogo. Macho ya Bwana ni makali sana. Makofi kidogo. Makofi kidogo. Oh, macho ya Bwana ni makali sana. Macho ya Bwana ni makali. Uende hotelini utende dhambi, seme mchungaji mimi hanioni. Wazee wa kanisa kwa ushirika, kundi chetu cha kwaya kwa mazoezi. Wazazi wangu ni wazee, macho hayaoni. Kumbuka macho ya Bwana ni makali sana. Makofi kidogo, makofi. Jiunge na walevi ulewe pombe, semelete moja baridi. Uendelee kusema lete tulivyo, uchungulie dirishani hakuna mtu. Uwashe sigara uvute haraka, utafune peremende kondoa harufu. Kumbuka macho ya Bwana ni makali sana. Macho ya Bwana ni makali sana. Oh, macho ya Bwana ni makali sana. Macho ya Bwana ni makali sana. Unaibia serikali kwa kalamu na kujaza ripoti za uongo. Kumbuka macho ya Bwana ni makali sana. Oh, macho ya Bwana ni makali sana. Macho ya Bwana ni makali. Haya, ambia mwenzako hiyo macho inakuona. Mwambie I hope sio wewe. Pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Kwa hivyo tunayo maisha hapa duniani na kuna maisha baada ya hapa duniani. Ya pili, ni lazima wapendwa tuwajibike katika kila jambo ambalo tunafanya. Ya tatu, ni lazima tutende mema hapa duniani. Ya mwisho, ni lazima tupendane. Ambia mwenzako nakukunde. Na imetoka ndani ya moyo. Na sumwangalie, wacha kuniangalia sasa. Ambia mwenzako nakukunde. Shida unaambia mtu
Angalia mwenzako, yeye anakuangalia tu. Angalia mwenzako, akikataa enda wa left. Unaanza na wa right. Wa right akikataa enda left. Haya, mwangalie, mwambie ninakupenda. Mwambie kwa Kikamba nikwendete muno. Mwambie kwa Kitaita na kukunde. Mungu awabariki sana.